Karibuni katika session yangu ya leo. Leo ningependa kuwapitisha katika mfumo wa Learning Management System. Mfumo huu ni mfumo ambao unatumika na walimu, hali kadhalika kwa upande wa wanafunzi. Walimu wanachotaka kufanya ni kuweka learning materials, kuweka activities, na wanafunzi wanakwenda kusoma zile learning material, hali kadhalika kuchukua zile assignments na kufanya kama activities. Kinachofanyika ni kwamba mfumo huu unamwezesha mwanafunzi au mwalimu huwa kokote alipo anaweza kufanya chochote kwenye mfumo huu ambacho ameruhusiwa kukifanya. Kwa kama ni mwanafunzi yuko Tanzania au yuko nje ya Tanzania, kokote kule anaweza kutumia mfumo huu kwa sababu unapatikana online kuweza kujifunza na kupata vitu ambavyo anatakiwa kuvipata kama mwanafunzi. Sasa katika mfumo huu wa Learning Management System au e-learning system, ukitaka kufungua vizuri, hasa unapokuwa unatumia simu yako au unapokuwa unatumia kompyuta yako, basi unatakiwa ufungue kwa kutumia Google Chrome. Na hapo unatakiwa kwanza uwe na email ya chuo cha mipango. Sasa email za chuo za mipango huwa ziko katika format hii hapa. Hapa kuna email hii ya mwanafunzi. Inakuwa inaanzaga na zile IRDP registration zinakuwa zinaanza zile IRDP stroke MHRM stroke 25 stroke 0 ngapi. Halafu hapa tunachokiongeza tunaongeza hii at student.irp.ac.tz. Baada ya hapo tuna kliki next baada ya kuandika hivyo vitu. Baada ya kukliki next inakupa option sasa ya kuandika password yako, na hapa naenda kuingiza password unayotumia kwenye account hii hapa. Baada ya kuingia, kwa kuwa naingia kwa mara ya kwanza na click understand. Baada ya hapo nasubiri sasa kuweza kuendelea na zoezi langu. Hapa kilichopo ni kwamba hapa kwenye email yangu nishaingia, au kama ambavyo naonyesha kama ni email ya mwanafunzi tayari, hapo tayari ameshaingia. Lazima ulogin kwanza kabla hujaenda ku access Learning Management System. Baada ya kufanya hivyo, sasa naenda kwenye Learning Management System. Ukiwa kwenye Learning Management System unatakiwa ufungue ile lms.irdp.ac.tz/login/index.php. Utaifungua hiyo linki kwenye browser yako ya Google Chrome, alafu hiki kitafunguka. Hapa upande wa kulia kuna option mbili za kulogin. Either unaweza kutumia username na password, na vile vile unaweza kutumia upande wa email. Na hapa kwenye email, kwa sababu tayari tuna email ya chuo cha mipango ambayo huku inapoonekana huku tuna email mbili tu. Kwa hiyo hapa sasa hivi tunaenda ku login hapa. Tuna login hapa. Kwa sababu nilikuwa ninafanyia kazi hapa muda mrefu sijaigusa, ilikuwa imeeleza kuleta hiyo error. Sasa baada hapa inakuletea ni account gani unatakiwa kutumia. Kwa hapa inakuuliza account gani ambayo unaweza kuchagua kutumia. Na mimi kwa kuwa nina account moja naenda kuchagua ile account ya chuo cha mipango. Kwa hiyo na click ile account hapa. Baada ya kuklik account ile, kuna hatua zitakuwa zinaendelea, na hapa Google itaniuliza kama inaruhusu kwamba kwa kutumia hii account ya chuo cha mipango unaweza kuingia kwenye huo mfumo wa e-learning, na kubali hapa continue. Baada ya kufanya hivyo, tasubiri sekunde chache, baadaye itanipeleka sasa, itakuwa imetuma message kwenye email yangu. Na hapa inasema kuna email imetumwa kwenye hii account hapa. Kwa nikija huku nakutana na email hii hapa imetumwa. Kwa ninachotakiwa kukifanya ni, kwa mfano ikitokea hapa mwanafunzi akaklik continue, alafu akiwa hapa sasa bado badala kurudi kwenye kuconfirm huku kwanza akaconfirm kwenye hii link hapa. Mara nyingi wanafunzi wanakosea, wanakuja kuklik tena hapa kuweza kuingia. Je, ukiklik hapa kuweza kuingia, nini kinaenda kutokea? Hebu tuklik tuone. Ukiklik, kompyuta hii itakwambia au hiyo system itakwambia kwamba this account is pending confirmation. Maana yake ulitakiwa click confirmation, lakini uko click wewe unaendelea kutaka kulogin tena hapa kwa kutumia email. Kwa hiyo lazima uconfirm kwanza ndio uweze kuendelea.
Kwa hiyo narudi kwenye email yangu husika, naenda kuconfirm. Kwa hiyo na click hapa. Hapa katikati unakutana na ile link na ina click ile link kuweza kuconfirm. Na click link husika. Baada ya kuclick link inanikaribisha sasa kwenye learning management system. Inakwambia thank you mwanafunzi bora, your registration has been confirmed. Baada ya hapo na click login tena. Ukiclick login, si kwamba ina login moja kwa moja. Inakuleta tena uchague ile account gani unataka kulogin nayo. Na hapa narudi tena kama kawaida. Lengo ni kutumia RDP email account, kwa hiyo narudi tena kwenye RDP email account. Lakini this time itakuwa inanipeleka mimi moja kwa moja kuingia ndani ya mfumo. Sio tena kama ilivyokuwa mwanzo. Ukifika hapa unakutana na taarifa za yule mwanafunzi, lakini unatakiwa inakuleta hapa kwa sababu na baadhi ya vitu unatakiwa uweze kuviedit. Kwa hiyo usishughulike na chochote hapa juu, achana napo. Shuka chini. Nenda mpaka kwenye sehemu ya optional. Hapa utajaza registration number yako, na hapa utatakiwa ubadilishe sex, date of birth na campus. Lakini nadhani natamani kujua hapa inavyoonekana hivi, inaonekana ukiwa unatumia kompyuta yako. Vipi inavyokuwa inaonekana kwenye upande wa simu? Ngoja niwapeleke kwenye upande wa simu itakapokuwa inaonekana. Kwenye upande wa simu itakuwa inaonekana hivi. Itakuwa inaonyesha herufi ya jina lako, alafu itakuwa inaonekana hizi mistari mitatu hapo. Inakupeleka chini tena, unaweza kuona hiyo vitu. Kwa hapa kwenye optional hapa, tunataka tufungue, tujaze registration number kwenye sehemu ya ID number. Kwa hapa naenda kujaza registration number tunaitumia RDP/ huyu mwanafunzi alikuwa anatumia MHRM/25/0888. Hii registration number ni vizuri ukaiandika hapo. Baada ya hapo nashuka chini, nachagua sex, nachagua male, tarehe ya kuzaliwa nachagua yote tu hapa, na mwaka nachagua mwanafunzi labda alikuwa ni mwaka wa 2000 hivi. Campus gani huyu mwanafunzi yupo? Kwenye campus nachagua main campus. Kuna campus ya Furaha mjini kule, kuna campus ya Mioji, kuna campus ya Mwanza, na hii ni main campus. Baada ya hapo kila taarifa ambazo unataka kuziweka nimeshaziweka. Unaweza pia kuweka mobile number, mobile phone, inawezekana, chaguo ni lako. Fanya assumption, nichague namba moja hapo katika hizo zilizo zangu hapa. Kwa nimeweka namba pale. Baada ya hapo tuje kwenye upande wa update profile. Na click update profile hapa. Baada ya kuclick update profile, tayari profile yangu imeshakuwa saved. Kwa hivi ndio utakapokuwa unaona. Sasa kutoka hapa nini kinachofuata? Unatakiwa sasa uende kuangalia labda unataka kuadi kozi fulani kwa upande wako. Nafanya assumption kama sasa hivi tunaendelea kutumia simu yetu. Kwa hiyo upande huu hapa juu pafungue hapa. Alafu nenda kwenye module search. Ukiwa hapa unaenda kusearch ile kozi ambayo mwalimu atakuwa ameshare na wewe kodi yake. Kwamba kozi yetu ni hii, unaweza kusearch kwa kodi hiyo. Sawa? Kwa hiyo hapa naenda kusearch kodi yangu mimi, somo langu moja hapo DFUD 0, kwa click DFUD ni herufi kubwa DFUD 07104. Hii ndio kodi ya somo langu mimi ambayo nataka kuliadi kwenye hii system. Baada hapo na click search. Itakuja hapa. Kwa hiyo hii inavyoonekana hivi. Ikiwa kwenye kompyuta itakuwa inaonekana hivi, which is better, lakini mara nyingi tunatumia kompyuta, tunatumia simu, kwa hiyo itakuwa inaonekana hivi. Kwa hiyo itakapokuja hapo, click hii link hapa ya juu. Hii ni linki. Kwa hiyo nenda kwenye ile jina, click pale. Lakini hapa kuna alama ya funguo. Funguo maana yake ni kwamba huwezi kuingia ndani ya hii course au hii module mpaka umeingiza kitu kinaitwa enrollment key. Kwa hiyo enrollment key itahitajika hapa. Kwa hiyo na click hapa. Nikiklik inaniambia hapa enrollment key will be required. Sawa. Nenda hapa chini kumeandikwa enroll me. Click enroll me. Ukiclick enroll me unatakiwa uweke enrollment key. Hapa sasa unaenda kuandika ile enrollment key yako.
ambao utakuwa umeshapewa enrollment key, utakuwa ushapewa. Baada ya hapo una click enroll me. Kuna kitu nimekosea. Ndio. Niweke herufi kubwa. Enroll me iko wapi? Hii hapa. Kwa nimeclick enroll me baada ya kuandika ile enrollment key. Baada ya hapo itanipeleka sasa kwenye ile course husika kwamba bwana sasa umejienroll. Kwa hiyo kitendo cha kuclick enrollment cha kufanya ile enrollment, kawaida system itakachokifanya inaweza pia ikatuma email kwako kwamba bwana umejienroll kwenye course fulani. Hebu tuangalie. Ukija huku inakutumia message, welcome to DFUD Information and Communication Technology. Imekutumia email kwamba bwana umefanya registration. Umeona? Kwa hiyo imekuregister tayari. Na hii ni course ya huyu mwalimu, ndio maana inaapia hapo hivyo. Kwa hiyo nimeshajienroll kwenye hii course na unaonekana kabisa the way ilivyokuwa kwenye simu itakuwa inaonekana hivi imejienroll. Kwa hiyo hapa kuna hii module description itaonyesha purpose outline ikoje. Alafu topic ya kwanza na kusoma imeandikwa hapo. Umeona? Hapa ni maelezo lakini notes zake ziko hapa. Kwa mfano nifungue hizi notes mfano niangalie. Nafungua hapo. Inaonyesha ukitaka kuweka maximize unaenda kwenye kona pale upande wa kulia, una click pale inakuwa ina maximize hivi. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwenye slide ya pili, slide ya tatu na kuangalia na vitu vingine kama hivyo. Unaona? Sasa hii ndio namna ya kuweza kuaccess mfumo wa learning management system na kuweza kulogin. Na baadaye unapo log out, unaporudi unaweza kuangalia courses zako kwenye my courses na kuonyesha courses zilizojiregister ni hizi. Kwa sasa hivi nina course moja, lakini zinaweza zikawa ziko nyingine 1 2 3 mpaka zinatimia idadi ya zile courses unazotaka kuregister. Sasa hii ni njia ya kujiregister wewe mwenyewe, lakini wakati mwingine mwalimu anaweza kufanya kwa register wote wanafunzi wote kwa pamoja au kwa kuregister wewe mwanafunzi moja kwa moja, as long kwamba wewe uliweza kulog in kwenye system kwanza. Baadaye anaangalia wale wanafunzi wangu ni hawa na anawaingiza kwenye course husika. Au anawa-upload wale wanafunzi husika, anawa-invite moja kwa moja kwenye ile course. Kwa hii ndio njia ya kuweza kucheza nayo au ya kuweza kuingia kwenye mfumo wa learning management system ambao unapatikana kwenye address hiyo hapo juu. Lakini vile vile unaweza kuingia kwenye dashboard kwa kukutana nayo, utakutana na matangazo na vitu vingine, na vile vile inakupa access ya zile course ambazo umeziaccess muda si mrefu. Na ukija upande wa kulia huku kuna kuoga na zile alerts, ni muhimu kaziangalia. Kuna zile alerts, kuna message, kuna email ambazo unaweza kuwa unatumiwa. Kwa hiyo hii ni vizuri zaidi unapokuwa unajifunza kama mwanafunzi ukautumia mfumo huu, unakuwa unapata notes kuliko kuanza kutumia notes kwa kupitia masiara na vitu vingine kama hivyo. Asanteni sana, tusikutane kwenye session nyingine zijazo.